Katika kitengo hiki pamoja na matibabu na uangalizi wa watoto njiti, na kama unavyojua sasa hivi watoto njiti idadi inaongezeka, inakuwa kubwa sana kutokana na mazingira mbalimbali, magonjwa ya kisukari, pressure na matatizo mengine mengi. Kwa hiyo watoto njiti sasa hivi wanazaliwa kwa wingi sana. Matibabu na uangalizi kwa watoto wenye uzito mdogo, anaweza siwe njiti lakini akawa na uzito mdogo, nao wana matatizo ambayo yanaweza kawakumba kama hujawaandaa vizuri. Matibabu ya uangalizi wa watoto wenye changamoto mbalimbali za kiafya na mara baada ya kuzaliwa. Huduma za dharura na kufuatilia maendeleo ya mtoto, elimu na ushauri kwa wazazi kuhusu afya na malezi bora ya watoto wachanga. Kwa wastani kitengo hupokea na kulaza watoto 5 mpaka 10 kwa siku kulingana na mahitaji na huduma na hali za watoto wanaofikia katika kitengo hiki. Vile vile kitengo kinakadiriwa kuwa na wastani wa vifo 5 mpaka 10 kwa mwezi. Sababu kuu za vifo ni kutokana na kushindwa kupumua kabisa wakati wa kuzaliwa, jambo ambalo hupelekea ubongo na viungo vingine kukosa hewa ikifuatiwa na kuzaliwa kabla ya muda, yani prematurity. Katika kipindi cha mwaka 2024-2025 idadi ya watoto waliolazwa ilikuwa ni 1212 ambao vifo vilikuwa 155 sawa na 12.7. Na kwa 2025-2026 idadi ya watoto waliolazwa ilikuwa ni 1167 na idadi ya vifo ilikuwa 171 kwa sawa na 18.65. Hivyo vifo vya watoto viliongezeka kwa sababu ya ongezeko kubwa la watumiaji wa huduma hiyo, ucheleweshwaji wa rufaa kutoka vituo vya afya vya ngazi ya chini na ukosekanaji kwa njia bora na salama ya kusafirisha watoto. Kwa sababu mtoto mchanga hasa njiti akizaliwa, muda muhimu sana ni pale kwa mfano amezaliwa hospitali A kumpeleka hospitali B. Ule kumtoa pale na kumpeleka hospitali inayofuata ni kipindi muhimu sana, tunaita critical time. Ukikosea tu pale kidogo hata apate huduma ya namna gani huko anakwenda. Kutoa vifaa kama hivi, wakati mwingine tunapata fursa ya kutembelea wodini walikolazwa watoto, kwa hiyo tunawaona wale watoto. Wale ni hali kidogo ya kutisha. Kuna maeneo mimi nilikuwa nasikia tu watoto njiti, lakini nimeona kwa mara ya kwanza tulivyoanza hili zoezi. Daktari nisitaje mahali, lakini kuna sehemu nilikwenda nakuta kile kitoto kinatosha kwenye kiganja changu. Dogo kweli yani mpaka unasisimka, huyu binadamu kweli huyu? Nauliza madaktari atafika? Ananiambia anafika, akipata mashine kama hizi mzoleta anafika kabisa, kwa sababu shida yao ni joto, miili yao ni midogo mno, wanashindwa kutunza joto lilotakiwa kwa binadamu na kushambuliwa na ugonjwa wa manjano. Kwa ndio maana mashine mbili, moja ya kumtia joto na manjano. Kwa hivyo niseme tu wazi, ni michango ya watumishi, sio ile kitu wanasema uwajibikaji kwa jamii, corporate social responsibility. Hapana, kwa sababu ile kimsingi ni kwamba mnanyofua faida mliopata kwenye biashara mliofanya. Sisi kukula hatuna biashara yote. Shughuli zetu zote zinaendeshwa kwa bajeti ya serikali. Kwa hiyo ni michango ya watumishi. Sisi tunaita haya ni matendo ya huruma na ni matendo ya upendo kwa jamii. Kwa hiyo sio wajibu. Lakini tunafanya hivi kwa lengo la kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuimarisha afya ya mama na mtoto na ustawi wa Tanzania kwa ujumla. Tunajua serikali chini ya Mheshimiwa Rais iko katika jitihada kubwa za kuboresha huduma za afya nchini. Hospitali nyingi zinajengwa za wilaya, za mikoa, za rufaa na kuziwezesha kwa vifaa tiba. Kila hospitali tunaokwenda tunakuta kuna majengo mapya yanasimama, vifaa tiba vingi tu. Na niseme wazi, nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa jitihada kubwa anazofanya kuboresha afya za Watanzania, na kwa kweli amekuwa mstari wa mbele sana katika jambo hili la kuboresha afya ya mama na mtoto. Na ndio maana katika mkutano wa wakuu wa nchi za Afrika, mkutano wa 39 uliofanyika kule Addis Ababa mwezi Februari mwaka huu 2026, Mheshimiwa Rais wetu alipewa tuzo ya kuwa balozi wa huduma za afya ya mama na mtoto barani Afrika. Kwa hivyo hii yote ni kutokana na juhudi zake katika kuboresha sekta hii ya afya nchini Tanzania. Kwa hiyo tunampongeza sana Mheshimiwa Rais wetu, na sisi tunalolifanya ni kuunga mkono hizo jitihada za Mheshimiwa Rais. Hali ya uhitaji wa hivi vifaa katika hospitali zote 20 tulizopita, hali ya uhitaji wa mashine hizi inadhihirisha kuwa ni kubwa. Na hata hapa tumeelezwa na mganga mfawizi idadi ya vifo vya watoto wachanga ambao wana uhitaji wa vifaa kama hivi, kwamba kwa mwezi tunapoteza watoto kati ya 5 mpaka 10. Kwa kweli si idadi ndogo, ni idadi kubwa. Inahuzunisha kwa sababu ni watoto ambao pengine
wangesalimika wakafikia utu uzima, wangekuwa na mchango mkubwa sana nao kwenye maendeleo ya taifa lao. Tumekuwa tukishirikiana kwa kupeana elimu. Wakati TAKUKURU tumekuwa tukitoa semina kwa watumishi wa idara ya afya katika vituo vyote vya afya vilivyopo mkoani Iringa. Hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Iringa nao kwa upande mwingine wamekuwa wakitupatia elimu juu ya magonjwa mbalimbali ili kuimarisha afya zetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo jingine la ushirikiano kati ya TAKUKURU na Hospitali ya Rufaa mkoa ni kwenye ukaguzi wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika sekta ya afya. Katika kaguzi zote ambazo tumekwisha zifanya kwenye miradi ya maendeleo inayotekelezwa na idara ya afya, Hospitali ya Rufaa wamekuwa wakitupatia ushirikiano wa hali ya juu. Mapendekezo ya ukaguzi kwa miradi hii yamekuwa yakitekelezwa kwa ukamilifu mkubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ushirikiano kati ya TAKUKURU mkoa wa Iringa na hospitali ya mkoa ni mkubwa na umekuwa ukiimarishwa siku hadi siku. Nina imani kuwa tukio hili la leo linakwenda kuimarisha maradufu ushirikiano kati ya TAKUKURU na sekta ya afya.